Karibu mpenzi mtazamaji, ni kukaribishe kwenye chaneli yetu Msemo TV Online ili uweze kuangalia ni jinsi gani ya kuweza kupata subscribers 1000 na masaa 4000 kama wewe unaanza shughuli kama unapambania ndio unaanza kabisa, lakini nikutie moyo kwamba yani kupata masaa 4000 na subscribers 1000 ni rahisi sana kama utaweza kujituma na kuwa na juhudi zaidi na ya kutia bidii katika content zako. Haihitaji uwe na kamera, sijui gharama kubwa na nini, hapana. Jinsi ya kufanya, twende pamoja katika video hii ili uweze kujipatia kipato kupitia kwenye YouTube, kwa sababu YouTube wanalipa vizuri kabisa kama utakuwa umejipanga sawasawa na unatia juhudi katika video zako, unaposti kama ilivyo ada. Basi twende pamoja. Naitwa Arnold Juma, nikukaribishe mpenzi mtazamaji uweze kusubscribe kwenye chaneli yetu. Subscribe ili uweze kupata video nyingi zaidi zinazohusu mada hii ya leo. Kuna vitu vingi pia utajifunza kupitia chaneli yetu ya Msemo TV Online. Mada yetu ya leo ni jinsi ya kupata subscribers 1000 na masaa 4000 kwa muda mfupi sana. Basi njia ya kwanza, twende pamoja kwa haraka haraka, sitaki nikupotezee muda kwa sababu najua na mambo mengi ya kufanya. Ninaitwa Arnold Juma, twende pamoja. Share linki kwenye groups mbalimbali. Kuna watu wengi huwa wanakuja wanawadanganya watu kwamba haupaswi kushare linki, ukiwa unashare sijui YouTube haitatambua, algorithm hautakuwa. Hapana, mtu asikueleze hivyo. Unapaswa kushare links kwenye magrupu mbalimbali ya video zako. Najua jinsi gani ya kushare, kila mtu anaelewa kwamba unakwenda kwenye YouTube kama hivi. Unaingia kwenye YouTube yako moja kwa moja, unaenda kwenye videos ambazo unazo. Kwa mfano mie hapa hii ni channel nyingine nilionayo. Maybe nitachukua video moja wapo hapa. Nitachukua video moja wapo hapa, let's say your videos. Mimi sina videos huko. Hii ni channel ambayo naitumia kufanyia kazi, lakini kuna video moja iko hapa. Unakwenda kwenye hii yenye mistari mitatu, unaenda kwenye share video hapa. Kwa hiyo kwenye share video ya moja kwa moja kwenye WhatsApp nini, jitahidi ucopy link, ujitahidi ucopy link, usishare hii link. Ukishaenda kule unaiwekea maneno mbalimbali. Sasa yale maneno ndio ambayo yatavutia watu. Hapo ndo ninajua kila mtu anajua jinsi ya kushare video na vitu vingine, lakini jinsi ya kuwavutia watu labda kwenye WhatsApp, hapo ndo changamoto inapoanzia. Kwa hiyo hakikisha unapokuwa umekopi link yako unashare video ambayo itakuwa yani yale maneno yanavutia watu kugusa linki ya video yako. Basi hiyo ndio njia ya kwanza kabisa. Ujitahidi kushare link kadri unavyoweza, kwa sababu unavyokuwa una share link mbalimbali ndipo unaweza kupata watu wengi zaidi ambao wataweza kuangalia video yako. Na watu wakishafika watu 1000, basi hapo moja kwa moja unakuwa umejihakikishia YouTube algorithm inaanza sasa kufanya kazi. Lakini kama video yako haina watu, sio rahisi kuweza kupata subscribers au viewers wengi. Mpaka ujitahidi kwanza video yako uipushi mwenyewe. Utaipushije mwenyewe? Just for sharing for sharing links. Mpaka uwe una share link na links za video zako. Ujitahidi sana katika hilo, ushare link ili video yako iweze kwenda vizuri. Lakini njia ya pili, tengeneza titles zenye ukweli, zinazofanana na video yako. Hapa hili ni swala la muhimu sana. Yaani ujitahidi utakapokuwa unaanza au unaendelea, hata wale ambao sisi tumeshaanza kuendelea kwenye YouTube, jitahidi sana titles, yani yale maneno unayokuwa umeandika yafanane na video iliyomo ndani. Kama title yako haina ukweli,
mtu atakuwa anagusa video anaondoka, anagusa hivi anaangalia sekunde 2 anaondoka. Na itakapotokea kwamba mtu anagusa tu video anaangalia sekunde 2 anaondoka, utaonekana una viewers wengi, lakini masaa yatakuwa ni kidogo sana. Sasa YouTube huwa wana tabia moja, watakapoona kwamba wewe video zako zinaangaliwa sekunde 2, mtu ameondoka, mwingine anaangalia sekunde 2 anaondoka, moja kwa moja hawataweza kuirecommend hiyo video kwenda kwa watu wengine, kuisambaza kwenye simu za watu wengine kwenda kuiangalia. Kwa hiyo jitahidi sana utakapokuwa unatengeneza title iwe ni ya ukweli, ambapo mtu akibonyeza, kama ni kwa mfano, kama ni kuangalia jinsi gani mtu anafanyiwa ukatili, for example anafanyiwa ukatili mkubwa, iwe ni kweli, si ndio? Sasa wewe utaandika kwa mfano, angalia mtu anavyofanyiwa ukatili mkubwa sana. Nimetolea mfano. Unaona? Alafu kwenye video kwa ndani hapa nimeweka emoji za kucheka kwamba kwenye video kuna mtu labda anacheza muziki. Yani that's an example. Unaona? Kwenye video huku umesema kwamba angalia mtu anavyofanyiwa ukatili mkubwa sana. Lakini kwenye video yenyewe unaweka mtu let's say anacheza muziki, unaona, au mtu anaimba, au umechukua ka clip umejirekodi mwenyewe, unaona, umetupia, lakini pale kwenye video yako umeandika hivyo. Sasa mtu anatoka kule na miemko kwamba labda hapa huyu mtu ameweka jinsi mtu anavyofanyiwa ukatili, unaona, lakini anapoingia kwa ndani anakuta video yani anakuta kitu kingine, yani kitu kingine kabisa. Mimi nimetolea mfano, unakuta mtu anacheza, unakuta vitu gani, moja kwa moja huyu mtu cha kwanza hawezi kusubscribe kwenye channel hiyo. Hiyo ndio issue ya kwanza, hawezi kabisa kusubscribe. Lakini cha pili, hata angalia hiyo video kwa muda mrefu. Itatokea nini kama mtu hata angalia video kwa muda mrefu, kuanzia dakika 2-3, kama video ni ya dakika 10, moja kwa moja YouTube watasensi kwamba video zako hazivutii watu. Kwa hiyo wewe hawawezi kukupa matangazo. Kiufupi, hata video yako hawawezi kuisambaza ili iangaliwe na watu wengi na upate subscribers wa kutosha na viewers ambao wanawatafuta. Kwa hiyo tengeneza content ya kweli ambayo hata ukipata watu 2 au 3 watakuwa na uwezekano wa kupata angalau nusu ya yale masaa ambayo unayahitaji. Unaona? Kuliko kuwa na viewers 1000 alafu una dakika 2, alafu mwingine ana viewers 20 ana dakika 50 mpaka 70. Unaona? Huyu mwenye dakika nyingi ataondoka na subscribers kwa sababu watakuwa wamemlewa kila kitu ambacho atakuwa amefanyaje, ameandika. That's point number 2 I think. Lakini point number 3 tunasema kwamba weka thumbnail za kuvutia. Hakikisha inalandana na video yako. Nimeenda kule, nimewekea video labda nilikuwa kwenye channel yangu hapa moja, nikaweka video hii hapa. Alafu uangalie na thumbnail ambayo nimeiweka, uone je zinalandana. Kwa mfano hapa nimeweka let's go. Ngoja tuende hapa. Hii ni channel moja hapa ambayo mimi siitumii, huwa naitumia. Kwa mfano hapa nimeweka let's say kutombana, kufanya mapenzi. Unaona? Ndio nimeweka mimi. Sasa nimeweka kufanya mapenzi. Of course ni video ya mtu, ndio maana nimeandikiwa copyright. Nilikuwa tu hii huwa naitumia kwenye demonstration. Then angalia thumbnail ambayo nimeiweka. Unaona? Inaashiria kabisa kwamba huyu mtu anafanyaje? Anafanya mapenzi. Sio kwamba yuko anafanya mapenzi. No, that's thumbnail. Ndani unaweza ukakutana na mtu let's say anazungumza au anaongea na vitu kama hivyo, au mtu yuko anaonesha ni jinsi gani ya kufanya mapenzi na vitu kama hivyo. Ni video ambayo nimeiweka just for expression. Kwa hiyo thumbnail hii hapa thumbnail itamvutia mtu. Hii picha ya juu itamvutia mtu kuweza kuangalia, na atakapoangalia picha hii itamuonesha mada halisi iliyomo ndani. Unaona? Lakini unaweza ukaweka picha hii. Unaweza ukakuta mtu anaweka let's say picha hii hapa na akaandika kabisa nini? Kufanya mapenzi, let's say kutombana. Unaona? Lakini ukafungua
ukafungua video ya hapo ukaigusa, ukaja kukutana na kitu tofauti kabisa hapa. Angalia for example. Ukafungua video yako ukakutana labda na mtu let's say ukakutana na mtu yuko anacheza kama hivi. Unaona? Yaani umefungua kule jinsi ya kufanya mapenzi, alafu umekutana na kitu cha aina hii. Unaona? Mtu anacheza. Hiyo inakuwa ni changamoto tayari. Yaani hapo mtu akifungua tu kidogo akakuta kila alichokuwa ameenda kukitafuta ni tofauti, atakuwa amefadhaika sana, na kiufupi hataweza kuangalia video yako tena, na kama ilikuwa ni kusubscribe hata subscribe tena kwenye video zako. Kwa hiyo weka thumbnail za kuvutia na hakikisha inalandana na video yako. Hii itamfanya mtazamaji, hata ukipata watu 5 wataangalia kwa muda mrefu. Sasa tatizo la YouTubers wengi ambao wanaanza, wanakuwa na hamu ya kupata watu wengi. Kwa hiyo wanadanganya. Wanapodanganya, mtu anaenda pale na machachari kweli na hamu ya kuangalia hiyo video kama ni ya kufanya mapenzi. Anajua kweli wako wanafanya mapenzi, anakutana na mtu anacheza, anakata tamaa, na kama alikuwa amesubscribe anaji-unsub. Anakuwa unsub kabisa, hawezi hata kuendelea kukufollow kwenye video zako. Lakini kama utakuwa umeweka video ya ukweli ndani yake, kama ni kufanya mapenzi, hata kama sio yule ambaye picha umeweka pale, ndani akakutana na mada inayohusiana na hicho kitu, automatically ataendelea kukufollow. Na atasikiliza kwa muda kidogo. Anaweza akakusikiliza kwa sababu ni kile kitu ambacho anafanyaje, anapenda. Nikukumbushe uweze kusubscribe kwenye channel yetu ili uweze kupata vitu vizuri zaidi. Na mimi ninaitwa Arnold Juma, channel yetu ni Msemo TV Online. Tuendelee mbele, tuweze kupata tips mbalimbali za jinsi ya kuweza kufanyaje, kupata subscribers wengi. Kitu kingine ambacho unaweza ukakipata, kitaweza kukusaidia kwenye kupata subscribers wengi, hii hapa tunaenda kufanya kwa vitendo. Ninaenda kwenye channel moja wapo ambayo ni channel yangu. Sasa hivi na subscribers 950 na hapa naifungua. Alafu uangalie jinsi ya kufanya ili uweze kuwapata vizuri zaidi. Hapa kwa mfano hizi zote ni channel zangu. Kuna hii Msemo TV Online, kuna Chiza TV, zote hizi ni channel zangu. Tamtam TV, Msemo TV. Hii hapa ndo channel ambayo mpaka sasa hivi ninaitumia. Hii hapa ambayo ina subscribers 4000, nimeifungua mwaka jana. Lakini sisi twende twende moja kwa moja hapa. Kwa mfano hii hapa Msemo TV Online ambayo ni kitu ambacho unapaswa kuwa nacho ili YouTube waweze kukuelewa vizuri zaidi. Ni pamoja na kwenda kwenye channel hapa kwenye mine hapa. Jitahidi cha kwanza kabisa uwe na cover. Video tunasema video cover, ile video ya ndani, unaona? Hii hapa. Yaani kama hujaseti, iseti sasa hivi kabla hata kama uko unaendelea. Hakikisha unaweka cover photo. Yaani nimesema video cover, sorry, ni cover photo. Picha ya ndani. Unaona? Lakini pia profile picture ile ya YouTube yako. Hakikisha unaweza ukaweka picha yako, unaweza ukaweka kitu chochote, lakini hakikisha picha imeonekana, isikae blank. Unaona? Ujitahidi sana kwenye vitu hivyo viwili. Utakapokuwa umefanya hivyo, maana yake YouTube watajua kabisa moja kwa moja kwamba huyu mtu ni mtu fulani na content zake ni fulani. Sasa njia nyingine ya kuweza kupata subscribers wengi na YouTube views wengi ni pamoja na kushare content ambazo zinafanana, lakini unaweza ukaenda nje ya content ambazo zile zinafanana. Kwa mfano, kuna mtu unakuta ana post issue za mpira, let's say ana post football, for example mpira, sawa. Mwingine ana post labda issue za mapenzi, unaona? Mwingine ana post issue za mapenzi for example. Lakini mwingine unaweza ukakuta ana post labda issue za mitishamba, mwingine ana post issue za technology, simu na vitu vingine. Usiende na content moja, kwa sababu kumbuka wewe bado unajitafuta.
Ukipata content ukaifikiria labda ya mpira ukaipata vizuri, labda kuna habari nzuri, itoe moja kwa moja watu waione. Unaona? Utakapokuwa umepata content ya labda ya mapenzi, ya love, itoe watu waione. Utakapokuwa umepata content ya teknolojia, itoe labda jinsi ya kupata jinsi ya kupunguza storage kwenye simu, jinsi ya kufanyaje. Hakikisha unaweka kila kitu ambacho unaona kinafaa. Kwa sababu gani? Mtu atakapokuwa ana search, unaweza ukakutana na video zako. Lakini pia huyu mtu ambaye atakuwa amekusubscribe, kama amekusubscribe kwa ajili ya mapenzi, akaona issue ya simu na yenyewe bado inamhusu, kwa sababu bado atakuwa anatumia nini? Smartphone. Kwa hiyo niwakumbushe, kuna watu wengine wanakuwa wanawadanganya kwamba share content moja, sijui mtu kama anapenda mambo ya mapenzi akiona mambo ya simu atachukia. Hapana. Anaweza akaiangalia ile video au asiangalie. Cha msingi wewe utakuwa una share content zako za msingi kwenye atakuwa anaona. Asipopenda hiyo ya labda ya technology, siku ukiposti ya mapenzi ataangalia. Unaona? Lakini kuna ambao watakuwa wanapenda mapenzi. Unaona? Kuna ambao watakuwa wanapenda teknolojia. Wenyewe ukiposti na wenyewe watafanya, wataangalia. Lakini ukidili na issue moja utakwama. Lakini cha tatu, video zako zote hakikisha zina description. For example, nakwenda kufungua video hii hapa kwa mfano. Nakwenda hapa, sorry, my videos ziko down huko. Yes, your videos hapa. Nakwenda kufungua video moja hapa. Kwa mfano, recover or restore deleted video. Jinsi ya kurudisha video uliofuta. Unaona? Au zuia SMS za kawaida zisiende kwenye kama umekosea kutuma. Unaona? Kuna nyingine ukipiga kodi hizi hapa labda unapata kitu fulani. Unaona? Hapa kuna jinsi ya kufanya mapenzi. Unaona? Vitu kama hivyo hapo. Sasa kwa mfano kama hii hapa, kanuni 7 labda ya kufanya mapenzi. Unaona thumbnail na vitu vilivyoko thumbnail na neno la juu vinafanana. Lakini ukienda kwenye video, labda kwenye video description, ngoja nikuoneshe. Pale nadhani kila mtu anaelewa video description ilipo. Hakikisha unaandika kitu chochote kile kwenye description pale. Unaona hapa kwenye description hapa. Hakikisha unaandika kitu chochote. Kwa mfano mimi niliandika subscribe kwenye channel yetu hiyo, video zingine ambazo zinafanana na hizo hapo nikawa nimeziweka hapo. Unaona? Kwa hiyo mtu YouTube watakuwa wanaangalia hii na labda ina 625 views. YouTube watakuwa wanaangalia kwamba video ambayo ina description, ina title, inakuwa imekamilika, ina thumbnail hapa juu, inakuwa imekamilika kabisa kuweza kuwa shared kwa watu wengine. Nadhani nimeeleweka. Unapokuwa unatengeneza content zako, hakikisha hichi kitu haukisahau kabisa. Weka thumbnails zinazofanana na video, lakini pia hakikisha kwenye video yako umeweka nini? Description za video husika. Kitu kingine ambacho nitaka kuambia kingine ni hakikisha utakapokuwa umeupload video yako moja kwa moja, usiweke public. Yaani utakapokuwa umekuja kuupload video, usiweke public. Iweke private hata kama ni sekunde fulani hivi. Ngoja nikuoneshe hapa. Nitakwenda kwenye video, nitakwenda kwenye YouTube yangu hivi. Ninafungua hapa. Hii ni YouTube. Labda nataka kupost kitu hapa. Naenda hapa kwenye kupost hapa. Let's say nachukua hii hapa video. Ndio ambayo labda nimeiandaa for example.
hii hapa. For example ndo hii nimeiandaa. Naenda kwenye kuipost hapa. Tabonyeza next. Nitaenda next hapa. Sasa hapa hii ni inananili chat ni short. Hapa sasa ndo nilipokuwa napazungumzia mimi hapa. Hakikisha video yako yoyote ile utakayokuwa unaenda kuupload usiweke public kwanza, hapana. Njoo hapa, bonyeza kwenye public hapa. Nenda iweke kwenye private hapa. Private. Kwenye private watakuletea huku chini neno scheduled. Hii hapa schedule. Naona ishuki sasa, sijajua ina hapa schedule. Si unaangalia saa. Kwa mfano sasa hivi ni saa 12 dakika 52. Kwa hiyo wewe unaweza ukasema kwamba video yangu iwe hewani saa 1 kamili. Unaona? Utahakikisha kwamba video yako saa 1 kamili itakuwa hewani. Kwa hiyo leo ni Jumamosi, leo ni Jumamosi, ni Jumaa. Labda saa 1 kamili tarehe fulani. Utakwenda hapo Aprili 25, 2025 tarehe 5. Video yako unaenda okay. Unataka iingie saa 1 kamili za jioni, 19 ndo saa 1 hiyo hapo. Saa 1 kamili za jioni nabonyeza okay. Hapo then unatoka sasa. Hapo unaweza ukaupload. Inakapofika saa 1 kamili video yako itaingia public moja kwa moja. Kwa nini huwa tunafanya hivi? YouTube inapokuwa video umeiupload wanapata muda wa kuiangalia. Wanapokuwa wameiangalia, inapokuwa imetoka hewani, hata kama imetoka ndani ya dakika 2-3, inakuwa inaenda viral, yani ina trendi kwa muda mfupi sana, kwa sababu ilikuwa private. Ndio siri ambayo unapaswa kuifanya. Yani inakwenda trend sana. Unaweza ukashtukia umepost video sasa hivi, alafu ndani ya nusu saa au ndani ya masaa 2-3, kabla hata hujashare, umeshapata views karibia 200 au 100. Kwa sababu ya kuwa umeiweka wapi? Umeiweka private na imejiachilia yenyewe kupitia YouTube baada ya ule muda uliokuwa umeuset. Basi mpenzi mtazamaji, mimi naomba niishie hapo. Nikukaribishe uweze kusubscribe kwenye channel yetu ili uweze kupata vitu vizuri zaidi. Mimi ni Arnold Juma, ninatumia YouTube. Sasa hivi natumia channel ya YouTube inaitwa Msemo TV Online, lakini pia nina channel nyingi za kuweza kufanyia majaribio na issue nyingine zaidi. Nikukaribisha uweze kusubscribe. Mada yetu ya leo ilikuwa ni jinsi ya kuweza kupata viewers wengi na subscribers wengi kwa muda ambao ni mfupi sana, hautahaswa kwa mwaka mzima. Karibu sana, twende pamoja katika video inayofuata. Tukutane katika video nyingine.